Naweza nikasema kwenye milioni 4 hiyo na 800 sio kwamba hiyo yote ni ya bidhaa. No. Ina maana walivyowaambia kwamba mpango kazi wenyewe itimisi kwamba ninunue bidhaa after then ningie ubia na nini na kampuni. Ina maana hiyo milioni 4 nimenunua bidhaa, lakini hiyo milioni 4 niliweza kupewa duka la kimtandao ambalo ni tracking center. Hiyo milioni 4 ndio inanifanya kwamba mimi niweze kuingia ubia na kampuni. Mpaka sasa hivi umeshauza bidhaa hizo, na mnao umepata kiasi gani? Hapo mimi bado sijaianza. Maana na muda mfupi. Niliposikia kwamba umepewa duka la kimtandao ndio tayari. Mimi kwangu milioni 3,400,000. Milioni 3,400,000. Iko wapi hiyo dawa, iko wapi saizi? Nishaitumia. Peke yako? Au nyingine unatoka nyumbani? Yaani nataka niulize kwenye hiyo GSD. Unaibadilisha inakwenda kwenye USD au ni madafu haya ya kwetu? Unanunua unaibadilisha inakuwa USD. USD. Hii inauzwa milioni 4 na 100,000. Inatengenezwa kwa kitu gani? Inatengenezwa kwa madini. Kupitia operesheni za jeshi la polisi mkoani hapa, wanawashikilia watu 7 kwa tuhuma za kujipatia fedha kwa njia za udanganyifu kwa vijana hawa ambao hutozwa kati ya 40,000 hadi milioni 5. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia watu 7 kwa tuhuma za kujipatia kiasi cha shilingi milioni 81 na laki 5 kwa njia ya udanganyifu. Watuhumiwa hao walikamatwa Mei 14 katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, ambapo walikuwa wakijipatia fedha hiyo kutoka kwa vijana mbalimbali waliotoka maeneo mbalimbali katika mkoa wa Mbeya na maeneo ya mikoa mingine, wakitumia ujanja wa kujipatia fedha au kuwarubuni kwamba watawapatia ajira kwenye kampuni ijulikanayo kwa jina la QNet na Global Alliance. Inadaiwa kuwa walikuwa wakiwashawishi vijana hao watoe kiasi cha shilingi kuanzia shilingi 40,000 hadi milioni 5 ili wajipatie ajira katika kampuni hiyo. Vijana zaidi ya 80 kutoka maeneo mbalimbali nchini waliingia katika mtego huo na kukusanywa katika nyumba zilizopo maeneo ya Iwambi, Shewa, Isyesye na Iyunga jijini Mbeya, na kuwapatia watuhumiwa hao kiasi hicho cha fedha ambacho nimekitaja kwa mategemeo ya kupata ajira nje ya nchi kupitia kampuni hizo mbili ambazo nimezitaja, jambo ambalo lilikuwa ni uongo. Kwa hiyo watuhumiwa waliokamatwa ni William Hamisi, huyu ni mkazi wa Mwambene; Tyson Rubida, huyu ni mkazi wa Shewa; Onesimo Hide Bones, mkazi wa Isyesye; Charles Masanja, mkazi wa Iwambi; Chemka Mwanyanga, mkazi wa Iwambi; na Gracia Ephraim, mkazi wa Isyesye jijini Mbeya, pamoja na mtu mwingine ambaye amejulikana kwa jina Ezekiel Mgogo, mkazi wa Igunga mkoani Tabora. Polisi mkoa wa Mbeya inatoa wito kwa watu wenye tamaa za kujipatia fedha kwa njia isiyo halali kuacha mara moja, na badala yake wafanye kazi halali ili kujipatia kipato badala ya kuwarubuni wananchi au vijana ambao hawana ajira. Vilevile inatoa rai kwa vijana wanaotafuta ajira kuepukana na tabia ya kutoa fedha kabla ili kupata ajira, kwani hakuna utaratibu wa kutoa fedha ndipo upate ajira katika nchi ya Tanzania. Badala yake kuna mifumo ambayo imewekwa, kwa hiyo inabidi waifuate ili kuweza kujipatia ajira. Aidha, wanashauriwa kabla ya kufanya maamuzi ya jambo lolote watafute taarifa sahihi za ajira kupitia mamlaka stahiki ili kupata ukweli wa ajira zinazotangazwa kupitia mitandao ya kijamii ili kuepuka kutapeliwa kama hivi ambavyo wamefanywa. Mdogo wangu naye ni mmoja ya vijana waliokamatwa maeneo ya Isyesye. Kwa nini alikamatwa? Kwa sababu alitoa taarifa kwetu kwamba anakuja, alitoka Mafinga kuja huku, anasema anakuja kufanya interview ya kazi, lakini baadaye akatoa taarifa kwamba interview hiyo inaenda kufanyika Arusha, makao makuu ya hiyo taasisi. Kwa hiyo akasema kwamba anahitaji kupewa kiasi cha shilingi milioni 4 kwa ajili ya laptop ya kufanyia kazi, lakini pia kwa ajili ya kutengeneza passport na nyingine kwa ajili ya kusoma course ili afanye hiyo kazi. Tukajiuliza maswali mengi kwamba kwa nini utoi fedha ili upate kazi? Milioni 4 ni hela nyingi, kwa sababu anamsumbua mama kwamba aweke bond ardhi, lakini sisi kaka zake anaona sisi ndo maadui zake, kwamba hatuwezi kumsaidia ili yeye afanikiwe jambo. Mpaka leo hii
bado hataki hata kurudi nyumbani, anasema mpaka tumpe hiyo milioni 4 ili yeye atimize hilo jambo lake.